Action. Wapenzi wapendo wana wa Mungu, tena tunachukua nafasi hii kama kikundi cha wana mkeni wainjilisti kuwajulisha ya kwamba yale yanayoendelea katika sayari ya dunia na katika nyumba ya Ukristo. Vile tunaendelea kushunguka katika maponde na milima kwa ajili ya kulihubiri ili neno na kutangaza injili ya Kristo, tumekuja kugundua ya kwamba shetani pia na yeye achalala. Yu macho sana katika mambo yake anayotenda ili ya kwamba kuwadanganya wengi na kuingiza katika zizi lake. Kwa hivyo kabla tufunue zaidi, ningetaka kumwalika mtumishi wa Mungu Pastor Evans atuongoze katika ombi fupi, ndio tuendelee kufunua maneno haya na mbinu za shetani bila ameanza kuangamiza vijana wetu. Karibu sana Pastor kwa ombi. Asante sana Bwana Mungu wetu, kwa kuwa hakika wewe ni moto ulao. Siku ya leo nimeamua kusema ya kwamba ebu na moto uweze kuongea. Naomba utukamilishe, utusamee dhambi na makosa tunapofanya huduma hii ya kuweza kuwanazua wana na binti zako kutoka mitego ya shetani, kwa kujoma ilizi na uchawi wote ambao umesumbua watoto wako. Mapenzi yako yatendeke Bwana, na zaidi ya yote ishara hii iweze kuonyesha hakika wewe mwenyewe utakusanya miondoko na silaha zote za shetani na utasichoma kwa moto, na wana na binti zako watafunguliwa na watakuwa huru. Hivyo mapenzi yako yatendeke tangu sasa na hata tutakapomaliza, maana ni katika Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo mpenzi mpendwa unaotutazama katika masaa haya, tunataka kukujulisha ya kwamba mahali popote ulipo, wewe baba mzazi, mama mzazi, mwalimu unayefunza wanafunzi shuleni, mwelekezi ni mhubiri kama sisi, ukiwa na hubiri, jua ya kwamba wale ambao unaowaongoza katika imani, unaowaongoza katika kisomo, unaowaongoza kama familia, vile vile kuna mambo mengine fiche yanayotendeka katika maisha yao. Kwa hivyo siku ya leo tunaenda kuwafunulia mambo mengi yenye tumekumbana nayo, lakini jina la mwenye alikuwa anahusika katika hayo tutaenda kulipana, hata uso wake tutaenda kuonesha, kwa sababu yeye amefungua roho na ametuonesha yale yenye amepitia tangu utotoni akiwa umri karibu miaka 4 mpaka sasa amekuwa mtu mzima, vile ametumika katika kusababisha ajali barabarani, hata kuua watu katika nyumbani mwao, na saa zingine kugoika na kuwa kama nyoka na kuwa kama paka, akianza kuangaisha watu wakilala usiku, hata watu wa familia yao ya karibu, tena wazazi. Kwa hivyo mzazi, ndio tunakuambia ya kwamba kinachotusaidia na anayetusaidia ya kwamba vile alikuwa akifunua maneno haya, alitamka ya kwamba ni kutokana na ombi la wazazi. Mama akiomba inafunga zile nguvu za shetani. Kwa hivyo nakushauri kama mtumishi wa Mungu na kama kikundi cha hiki cha injili cha Mkeni Wainjilisti Kwaya, uwe unaombea familia yako baba, uwe unaombea familia yako mama, ili ya kwamba ukitenda mambo hayo hakika utaona mkono wa Bwana, kama hii familia iliona mkono wa Bwana na ikafunua mambo mengi tutaenda kuyaonyesha. Sasa ni jinsi gani hii sasa inaleta jinsi gani utamshinda huyu namna gani? Kitu cha kwanza nataka nianze kukuonesha ni ya kwamba Mungu kuna vile ametupatia mbinu ya kumshinda shetani. Kitabu ni Ufunuo 12 mstari wake ule wa 11. Kuna mbinu Mungu ametupatia, na hiyo mbinu ukiifuata ndiye imesaidia hii familia, na hakika wameona mkono wa Bwana hawakuangamizwa, hata ingawa kwamba mwana wao ametumika kwa kuangamiza watu. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hivyo kinachomshinda shetani sio Bwana asifiwe, sio kutoa sadaka, sio kufanya mambo yoyote, ni kuamini kuna damu ya mwana kondoo iliyotiririka inafunja mipaka na mbinu za shetani. Kwa sababu hiyo kile kinachohitajika kwa kila mmoja ni kutambua kwamba kuna Yesu mbinguni, na hii damu ya mwana kondoo idumu katika maisha ya kila mmoja, idumu katika familia, idumu katika vyuo vikuu, idumu katika shule za msingi, idumu katika shule za za ubiri, ili ya kwamba hata makanisani na mkono wa Bwana ukaonekane. Kwa nini? Petro wa kwanza 5 mstari wa 8. Petro wa kwanza 5 mstari wa 8. 5:8.
5:8 Biblia inasema okay. Wa kwanza 5:8 maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema muwe na kiasi. Muwe na kiasi, ndivyo maandiko yanasema, na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye usunguka akitafuta mtu amumeze. Kwa hivyo kila tumehadharishwa na mbingu ni ya kwamba tuwe macho sana, kwa sababu huyu Ibilisi ambaye ni adui wetu anasunguka akinguruma kama simba na akitafuta mtu amulaye. Kwa hivyo ndio naona ya kwamba shetani ameingia katika ndani ya watoto wadogo, wakiwa shuleni, wakiwa barabarani, wakiwa kanisani, na akiingia ndani yao sasa na watuma kwa kusababisha ajali barabarani, kuchoma mashule na kuleta mambo mengi na magonjwa yasiyotambulika. Kwa hivyo kila tumeambiwa ni kuomba na kutenda yaliyo mema katika Mungu. Sasa kuna vitu mingi vinatumika katika mambo hayo. Kitu cha kwanza, kuna kitu chombo pasta kunacho hapa mkononi. Ukitazama baba mzazi, hiyo inaitwa ni ringa. Inapendelea kuvaliwa sana na watoto wasichana wa umri mdogo, na zaidi ya yote na hata watu wazima wanaositumia jinsi hii. Unaangalia katika hizi vitu siko hapa, siko na mianya ya shetani sinapotumika katika kusababisha ajali barabarani. Sababu wanatangaza ya kwamba akiinua kwa barabara jinsi hii, hakika magari yanaanguka na watu wanakufa. Hicho ni kitu kimoja, chukua pasta hiyo. Tena kuna hii mkopo nataka nifungue, utaona mambo mengi vile yamefunuliwa. Hapo ukitazama hapa ndani, kuna hiki kitu ambacho ni kitu cha kawaida, kinauzwa katika soko mbalimbali, na vile vile sinauzwa, unaona ni vitu za Masai na vitu zingine. Na hii kitu unaona sana wengi wanafalia wakina mama, akifunga jinsi hii na akifunga jinsi hiyo anaifalia kwa shingo lake. Sasa huyu akifalia kwa shingo lake linaleta maafa na mambo mengi na mambo maofu ya mauaji na mambo mengi. Ukitazama hizi pidi siko hapa, ni sehemu inaonekana kama chicho, na ukitazama katika vichwa vya wanaume na wanawake wa siku hizi wananyoa jinsi hii. Unanyoa upande huu na upande huu, na ukifanya jinsi hiyo, yu unafanya alama inaitwa the anti-karoko sign, the eye of the Olis, inayotumika katika miungu ya samani, miungu ile iliyokataliwa. Ndiyo sababu Mungu anatuonya vijana na akina mama, kitabu cha Walawi 19 mstari wa 27, ili ya kwamba tuonye onyo la Mungu na tuone vile nashirikiana na mambo ya ushirikina wa shetani. Kwa hivyo baba mzazi, mama mzazi, ukiona kanisani, wewe ni kiongozi wa kanisa, ukiona watu wamenyoa jinsi hiyo na wamejipamba katika hali hiyo, ukumbuke kwamba wamejiingiza bila kujua katika hali ya ushetani. 19 Walawi 27, maandiko yanasemaje? Inasema msinyoe denge pembe za vichwani, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Kwa hivyo Mungu anasema msinyoe denge, yani kukata nywele upande huu na unaacha nyingine ikiendelea juu. Ukiendelea juu, ukiona kwamba imekatwa jinsi hiyo, ikiendelea juu jinsi hiyo, sasa kunyoa denge ndio Mungu anakataa. Sababu ndio hiyo, unaona ya kwamba ni mfano wa hicho chombo unaona hapo, hicho ambacho ni jabulo na hicho chingine ambacho ni chekundu. Huo ndio mfano wake. Ukiwa jinsi hiyo, uko na ishara yake, wanaita the anti-karoko sign, the eye of Olis. Ndio unapata akifanya hivi, inasababisha magonjwa, inasababisha mambo ya mauti barabarani na mambo mengine yasiyojulikana. Kwa hivyo mambo kama hayo ndio tunawashauri wazazi na vijana wanaosikiza na kutazama, ili ya kwamba Mungu awasaidie mchiondoe. Sababu wenye wameua watu ndio wamepeana hizi vitu na wamesema vile wanazitumia. Wewe unaona ni kitu cha kawaida, na sana sana ukitumia kitu kama hiki, unalala usiku, wewe ni msichana, unaota ya kwamba kuna babu yako hukumuona lakini unamuota. Baadaye unaamka asubuhi ukiwa mchofu, na katika ule uchofu wanasema ya kwamba ulikuwa unafanya mapenzi na mashetani na mnazaa watoto wanaenda kutolewa kafara chini ya bahari, mambo ya mizimu. Kwa hivyo ndio tunaambiwa ya kwamba tujiadharisha na mambo kama haya. Hiyo ni sehemu ya kwanza tumeangalia katika hali hiyo. Chukua hiyo pasta. Sasa kuna kitu kingine hapa. Shetani yu hai kanyoka. Kuna moja ilikuwa hapa, nyoka imepotea. Ya nyoka imepotea kutoka hapo ndani.
Ilikuwa hapa vile imepotea hatujui, lakini hata hivyo wacha tuelezee. Tazama hapa ndugu zangu. Hizi vitu ukisitazama unaona ni vitu za kawaida. Kitu cha kwanza tumeona miujiza, sababu hizo vitu tulikuwa nazo hapa, lakini kuna moja ilikuwa kama nyoka kabisa na imepotea, lakini tunashukuru Mungu ya kwamba nguvu zake zitaharibiwa, mahali popote itapatikana. Ukiona vitu kama hizi zinatumika na mwana wako, ujue ya kwamba asifai na asitachiki, sababu siko na nguvu za ushetani, siko na nguvu za kiushetani. Hiyo ni moja yao. Kuna ingine iko hapa. Hizi soul saw inatumika katika kuweka katika kwa mkono kama jinsi ile wasichana wanapendelea kufalia. Kwa hivyo kuna moja imepotea ambayo yenye ilikuwa inaonekana ni kama nyoka kabisa, lakini jinsi imepotea kutoka hapa ndani na tulikuwa tumefunga. Kwa hivyo tunajua ya kwamba ni nguvu za shetani, lakini tukisema mahali popote itapatikana, uwezo wa Mungu utaonekana. Kwa hivyo tunataka kuwadharisha wazazi, mahali popote mlipo, mwenye alikuwa na hizi vitu, hakika yeye tangu utotoni amekuwa akiua watu barabarani, amekuwa akitenda mambo maovu, yeye mwenyewe akiuka akiwa kama nyoka, akiuka akiwa kama paka, na sasa tunaendelea kufanya maombi ili ya kwamba Mungu na akamkomboe. Hivyo mahali popote ulipo ni kukuadharisha ya kwamba shetani yu kasini na yu mbioni. Ufunuo 12 mstari wa 12. Kwa nini yu mbioni jinsi hiyo? 12 Ufunuo. Basi Biblia inasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Kwa hivyo shetani ametupwa ulimwenguni penye mimi na wewe tulipo, na ako na ghadhabu nyingi. Anaenda mbio sababu anajua yu na muda mchache, ili ya kwamba kutimiza ya kwake akuje kuangamia na wana wa Mungu. Lakini kupitia kwa maombi Mungu atawashinda. Sasa hizi vitu Mungu anasisemaje katika maandiko? Ningetaka unisomee kitabu, tunaita ni kitabu ambacho ni kitabu, hebu soma Mwanzo. Ni Mwanzo ama ni Kutoka? Nafikiria ni Mwanzo 35. Hebu nisomee hiyo. Mwanzo 35 ukianza mstari wake wa kwanza inasemaje? Nafikiria ni Mwanzo, ikiwa sio kitabu tunaita Kutoka, lakini sana sana ni Mwanzo. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutoa ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yakobo akamwambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyo kwenu, mchisafishe, mukabadili nguo zenu. Kidogo kabla usome fungu la 3. Kwa hivyo kuna miungu migeni ambayo tunaitumia katika familia zetu, ambayo inapatikana katika nyumbani mwetu, ambayo inapatikana kila mahali. Hiyo miungu migeni Yakobo aliambiwa iondoe kwa familia zao. Ni miungu ya namna gani? Soma fungu la 3 sasa. Tuondoke. Kwa hivyo wewe msichana, wewe mama, nataka usikize vizuri. Miungu migeni ni gani hiyo? Tuondoke, tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Nao wakampa Yakobo miungu migeni. Sasa sikiza, miungu migeni ni nini? Nasemaje? Yote iliyokuwa mikononi mwao. Na pete. Kwa hivyo pete, kuna pete zinatumika, ile yenye iko na kitu, iko na alama kama ya chicho. Hiyo ni miungu migeni. Ukiona umefalia hiyo mambo ya pete, ni miungu migeni yenye Mungu hahitaji ipatikane katika miili yetu. Naendelea kusema, na pete zilizokuwa masikioni mwao. Na zile unaona kuna vitu watu wanafalia kwa masikio. Hiyo ni miungu migeni. Naye Yakobo akasificha chini ya mwaloni ulioko Shekemu. Kwa hivyo miungu migeni ni vitu kama hizi watu wanafalia, hizo pete, kutoboa masikio, na hizo zote mpaka siku hizi watu wanatoboa mpaka kitofu, ili ya kwamba akifalia vitu kama hizi chains, hizo ni miungu migeni. Ndio Mungu anasema kwamba tusitoe. Kwa sababu hiyo, kama tumepeana jinsi hii hizi vitu, leo tunaenda kuviangamiza. Ningeomba sasa mzee Elder John ulete hizo box hapa, ili ya kwamba tutaenda kuangamiza hizi vitu. Na ni kwa nini tunasiangamiza kwa moto? Kitabu tunaita Waebrania 12 mstari wake wa 29, ili ya kwamba tuone ni kwa nini hizi vitu zinaangamishwa kwa moto na ni kwa sababu gani. Sababu kupitia kwa moto ndivyo hizi vitu zinaungua, na ndivyo uwezo wa shetani utakuja kuangamizwa.
Soma andiko. Na pamoja na hayo sio hiyo Waebrania 12:29. Ndio fungu la mwisho hapo. Haya, 29. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hivyo moto ndio unakula na kuchoma kila kitu. Ndio sababu shetani atachoma kwa moto. Watenda dhambi wanachoma kwa moto. Miungu inachoma kwa moto. Kwa hivyo tunatumia moto wa kawaida tukiamini ya kwamba Mungu atakihusisha kama ishara ya moto ulao, na Mungu atashuka na atangamiza, na nguvu za huyu shetani sitakufa. Ndio sababu yaenda ikawa hata hapa penye tuko mkutanoni wa Injili, yaenda ikawa shetani atataka kujidhihirisha ili ya kwamba sababishe hata ukipata ya kwamba koo zetu sifunge, upate ya kwamba mvua inanyesha sio ya kawaida, upate ya kwamba hata vyombo zinaharibika kidogo upate hata vyombo zinaharibika, ili ya kwamba tukifanya jinsi hii na tukiomba Mungu anafunja na anaharibu, yeye anasimama kama Bwana na mkono wake unaonekana na neno lake linaendelea. Kwa hivyo kwa imani unapotutazama wenye tuko hapa, tunaamini ya kwamba tukichoma hizi vitu mwenyewe atakuwa amefunguliwa, hata ingawa kuna kimoja ambacho kilikuwa cha muhimu kimepotea. Vile kimepotea hatujui, lakini Mungu atakifunua sababu yeye ni Bwana. Hivyo sasa ningetaka kuchukua nafasi hii nikimwalika mzee Ibrahim utufanyie ombi. Zaidi ya yote, baada ya ombi hii mzee Elder Charles atachukua nafasi, petroli ikiwekwa hapa awakise kiberiti hizi vitu siungue. Kwa hivyo mzee Ibrahim tunakuomba tuongoze katika ombi. Kidogo baada ya tukimaliza kuomba na ikisikiwakishwa tutaendelea kuimba ule wimbo tunahitaji, nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Naona ni kama mzee amesema tupige magoti kwa ajili ya maombi. Baba Mungu muumba wetu, wewe ambaye peke yake ndiye muumba, ndio maana unaitwa Mungu. Kupitia kwa jina la mwanao Yesu tunakuja kwako, tumeweka magoti chini tukivizunguka vyombo hivi shetani anatumia kwa kuabudu. Atuviabudu sisi, tunakuabudu wewe muumba wetu. Tumeweka magoti yetu chini kwa ajili ya heshima yako Baba. Watu wote wako katika dunia ni wako, na ulipomtoa Yesu ulimtoa aje kuwafia wote, lakini shetani ananyang'anya watu wako kutoka sisi lako usiku na mchana, akitumia vyombo kama hivi. Lakini wenye hivi vyombo, Mungu wetu, hata kama watatafuta amani kwa miungu yao, usikubali wawe na amani mpaka wakurudie, kwa sababu hivi leo tunavichoma kwa jina la Yesu hivi vyombo ambao wamekuwa wakitumika kwa jina la Yesu. Shetani yule anayeshika watoto wako, hasa mtoto Abina, Mungu wetu, kwa nguvu za Yesu apate kuangamia milele, na mtoto Abina awe huru. Na wote Mungu wetu walio na vyombo vya kutaka kuharibu huyu mtoto na watoto wale wote wanahusika hapa, kwa jina la Yesu tunakemea miungu hiyo, Mungu wetu, ipate kupotea milele, na wewe uinuliwe. Na Mungu wetu, watoto hawa waje kupata nafasi ya kusimama mbele yako na kutoa siri sote zinazotumika katika kumwabudu yule mwovu, ili watoto wako wapate kukujua ukweli na wapate kutoroka kutoka kwa ibada hii. Tunajiajiria kwako tunapovichoma sasa, Mungu wetu, shetani awe ameangamizwa ndani ya maisha ya watoto hawa, na ni katika Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Hivyo sasa tutasonga nyuma kidogo, sababu ni petroli, ili ya kwamba mwagiliwe hapo na Elda kiwakisha, na sisi tukiendelea kuimba.
mimi ni mtoto wake. Kombolewa, nakombolewa na damu ya kombolewa, mimi mwana mtoto wake. Kukombolewa na furahi, kupita lugha kutamka, kulionyesha pendo lake. Mimi ni mtoto wake. Kombolewa, nakombolewa na damu ya Yesu. Kombolewa, mimi ni mtoto wake. Najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu, muda kitambo atakuja, ili aliponiwepo. Kombolewa, nakombolewa na damu ya Yesu. Kombolewa, mimi mwana wake kweli. Nitamwona mfalme wangu katika uzuri wake, ambaye najifurahisha katika torati yake. Kombolewa, nakombolewa na damu ya Yesu. Kombolewa, mimi mwana wake kweli. Nimekombolewa na Yesu, na sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake. Mimi ni mtoto wake. Kombolewa, nakombolewa na damu ya Yesu. Kombolewa, mimi mwana wake kweli. Kukombolewa na furahi, kulitaruka kutamka, kulionyesha pendo lake. Mimi ni mtoto wake Yesu. Kombolewa, nakombolewa na damu ya Yesu. Kombolewa, mimi mwana wake kweli. Nitamwona mfalme wangu katika uzuri wake, ambaye najifurahisha katika torati yake. Kombolewa, nakombolewa na damu.
mimi mwana wake. Sawa, Mulisi George utatuongoza kwa maombi tunapomaliza huduma hii katika siku ya leo. Na tuombe. Uishie milele mtakatifu na Mungu Baba yetu, tuna kila sababu ya kukushukuru kila wakati, maana wewe ni Bwana tena ni Mungu mwenye uwezo. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi katika tukio hili ambalo watumishi wako wote wamesimama kwa ajili ya kulitetea neno lako ya kwamba hakuna miungu mingine isipokuwa wewe. Asante kwa sababu hii miungu ambayo imechomeka hapa siku ya leo ni kielelezo kwamba wewe ndiyo moto kweli ulao. Na hivyo basi tunaomba ya kwamba yule kijana ambaye amejitokesha wazi na kutoa hizi vitu vyote na vimechomwa iwe kielelezo kwa watoto wengine na watu wote katika dunia nzima ya kwamba Bwana wewe ndiye muweza yote. Asante kwa sababu umemfungua na wengine wote ambao wamejihusisha katika ibada kama hizi nao uweze kuwafungua kwa jina lako. Asante kwa sababu hayo umetenda na utaendelea kutenda, maana ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki.